Hi, leo tunaanza kutazama rasmi kitabu cha Mwanzo, moja kati ya vitabu vitano ambavyo vimeandikwa na Musa na vipo katika Biblia. Sasa the most interesting thing ya kitabu hiki cha Mwanzo ni kwamba kinaeleza mambo yaliyotokea miaka kama 2500 hivi kabla Musa hajazaliwa. Sasa alijuaje? Inakuja swala la imani kwamba alifunuliwa na Mungu, lakini wengine wanasema kwamba alitumia maandiko na simulizi ambazo zilikuwepo katika jamii yake zikieleza mambo hayo ya uumbaji wa kina Adam na Hawa, na hata dunia yetu ambayo sisi tunaishi ikianza na maneno matatu yasemayo hapo mwanzo Mungu, yakimaanisha kwamba mwanzo wa kila kitu Mungu alikuwepo. Hapo ndipo linapotokea lile swali la Mungu mwenyewe alitoka wapi? Kwa sababu hapo mwanzo Mungu, kama Mungu alikuwepo, manake tunaamini kwamba huo ni mwanzo wa uumbaji, na kabla ya hapo yeye Mungu alikuwepo na pengine mambo mengine yalikuwepo. Science yenyewe inakuja kuzungumza kwamba zamani huko miaka zaidi ya bilioni 13 huko iliyopita kulitokea kitu hicho kinaitwa Big Bang na ulimwengu ukaumbika kutokea hapo, lakini bado sayansi inashindwa kutuambia kilichosababisha Big Bang ni nini na hicho kitu kilitengenezwa na nani. Kwa hiyo ndipo tunaporudi tukiamini kwamba ilikuwepo akili behind that, na hapo ndipo uwepo wa Mungu unapodhihirika. Sasa twende moja kwa moja kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Je, ulikuwa ni mwanzo tu wa dunia yetu? Ilikuwa ndio mwanzo wa maisha, au ilikuwa ni mwanzo wa simulizi ambazo Musa na kizazi chake walipata kusimuliwa? Kwa sababu watafiti wa masuala ya Biblia wanatuambia kwamba Adam aliishi miaka kati ya 6,000 hivi mpaka 10,000 iliyopita, lakini wanasayansi wenyewe wanatuambia kwamba mwanadamu huyu wa kisasa ambaye wao wanamuita Homo sapiens aliishi kati ya miaka 300,000 hivi iliyopita. Kwa hiyo kama utaamua kumzungumzia Adamu kwamba ndio mwanadamu wa kwanza, kwa wanasayansi Adamu atakuwa ameingia dakika za jioni sana, miaka kama 200,000 hivi na 90,000 baada ya mwanadamu wa kawaida kuwepo. Na wao wanakwenda mbali, wanasema mwanadamu huyu aliishi Afrika, hakuishi eneo panapotajwa kwamba ni bustani ya Eden. Ni eneo ambalo watafiti wamekuja kubaini kwamba ni huko Iraq, lakini kisayansi watu wanaamini kwamba mwanadamu wa kwanza aliishi katika maeneo haya ya Afrika Mashariki, kati ya Ethiopia, Kenya ama Tanzania. Sasa huo ni mjadala na inategemea wewe unaamini vipi. Lakini kuna kitu kimoja nyeti sana kinaonekana katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, ambapo Mungu alikuwa anaumba nuru. Ilikuwa kiza, Mungu akaumba nuru. Alafu inasema ikawa asubuhi, ikawa mchana, tukaenda mpaka siku ya 4 ndipo Mungu akaumba jua. Najiuliza swali kwamba ilikuwaje usiku na mchana kabla ya jua? Mungu alikuja kuumba jua siku ya 4, lakini usiku na mchana ulikuja kutokeaje? Mwanga ulikuja kutokana na nini? Kwa sababu sisi tunavyojua sasa hivi mwanga unatokana na jua. Sasa hizi siku zilikuwa zinabadilishwa na nini bila ya jua kuwepo? Haya ni baadhi ya maswali ambayo unaweza ukajiuliza ukikisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, na tunaamini kwamba maswali haya Mungu anaweza kutujibu kupitia kwa watu ambao wanauelewa mpana zaidi yetu. Lakini tusiache kufanya research, tuendelee kufanya tafiti ili tuweze kuendelea kuyabaini mengi sana ambapo pengine tunaweza tukawa tuyajui, ama yamefichwa na mikono ya waandishi, ama kwa makusudi kabisa yametengenezwa kuwa kama jinsi yalivyo ili kuitwist kidogo historia ya uwepo wa mwanadamu. Asante.